the Savior said, thy strength indeed is small. Child of weakness. Sasa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nina maneno chache ambapo nataka tusungumze. Kuna ujumbe ambao nilikuwa nimeguzia kiasi, nataka niendelee siku ya leo kuiguzia ama kuitaja kidogo, kwa sababu kuna mambo kadha wa kadha inasuguaga watu. Wengine wanakosa kuelewa ni nini huwa inaendelea. Niliguzia mambo ya madhabahu last time. Madhabahu, na nikasema kwamba madhabahu inakuwa na nguvu kuliko hata sadaka. Madhabahu inakuwa na nguvu kuliko pesa, hata kuliko gold. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijaribu kujenga nyumba mahali kuna kaburi na huku jua. Uone. Uelewe, hata kama uko na milioni ngapi, zote zenye utakuwa ukipata. Na mambo mazito. Bwana asifiwe. Hiyo ni kumaanisha, ndio naona tukisema kwamba mahali popote ufanya jambo ama unajenga, jifunze kuombea jambo kama hilo. Hiyo kiwanja iombee kwanza, ili uteganishe yale mambo iko pale. Katika hii niliwaambia, katika hii ground ama mchanga katika shamba yenu, hiyo shamba yenu mnaonaga, hata ukiita mhubiri aombee nyumba, ile kitu important sana ni hiyo mchanga iko kwako. Hiyo ndio imebeba nyumba. Nafikiri mnanishika, ndio? Hiyo shamba yako imebeba hiyo nyumba, si kweli? Nyumba imekalia shamba yako, hiyo mchanga. Hata stima yenye imewekwa na watu wa power, hiyo vikigi zimekalia wapi? Hiyo mchanga. Hata ile gari nakanyakaga wapi? Na chakula zenye makuraga ziko wapi? Zinamea katika hiyo mchanga. Ndio naona tunafanya kitu kinaitwa land breaking. Wakati tunafanya jambo, either tunajengea Mungu. Mnakumbuka tukifanya hapa, tulifanya hivyo. Hata wakati tulikuwa tumeongeza hapa, bado tulifanya hivyo. Sababu gani? Ni vyema kubomoa ile madhabahu ilikuweko. Sasa hivi nasema ni break ni kumaanisha ilikuwa sealed ama ilikuwa imefunikwa ground pamoja na ile madhabahu ilikuweko, ilikuwa sealed. Lakini sasa ile tumekuja break. Break ni kumaanisha kuvunja, ili kuwe na mwanya ama kuwe na njia ya ile dhabihu nyingine utaweka juu yake. Nitaenda polepole ili uelewe, kwa hivyo usipotee. Ndio inaitwa land breaking, ili uweze kuondoa ile. Break ni kumaanisha ni kubomoa, umebomoa ile, alafu kisha baadaye una apply a new one. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ndio naona hata mtoto akizaliwa, kwa sababu amekuja na ataanza kukula chakula za hii dunia, unaona inasemekana apeleke kwa mtumishi wa Mungu awekwe wakfu. Maana ametolewa kwenye alikuwa, akakuja akazaliwa, sasa ako katika duniani yenye iko na tabu na shida. Sasa ndio naona mchungaji anamshukua kwa mikono yake, anamtoa kwa mkono ya mama yake, anamshukua akiwa juu ya madhabahu, si ndani ya nyumba, juu ya madhabahu, ili amweke wakfu, amtenganishe na kule alitoka na wale wamemzaa, maana wako na mambo yao kado. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa ukiona mtu akifanya mambo mengine, ujue huyo mtoto ndio nakuta anafanya mambo mengine. Lakini sikumaanisha sababu huyo mtoto amewekwa wakfu, sikusema eti hakutakuwa na mambo ingine itaweza fanyika baadaye. Kwa nini Mungu alisema aje? Obeni utapewa, tafuteni
Ni kwa sababu alijua juu tuko duniani na shaitani ako hapa duniani, ni lazima atatujaribu na tutaingia kwa mitego fulani. Juu hatuko mbinguni, tuko wapi? Duniani. Haleluya, Bwana asifiwe. Unaona, mtu kama Abrahamu alikuwa mtu wa Mungu, lakini kwa sababu ya majaribu mengi na shida nyingi alikosa mtoto. Na wakati alikosa mtoto, hata kama ni mzuri, lakini ujue kwa sababu yako duniani, lazima akitaka kujua, anaingiwa na roho ya mwanadamu. Aje, mimi sina mtoto ambao ni wangu, ninaweza kuridhia mali yangu. Ni huyu tu kijakazi, mtu wa kazi, ndio nitawagawia mali yangu. Juu kama umama huyu mshosho amezeeka, mimi ni mguka nimezeeka, sasa tuwezi pata watoto. Lakini Mungu akamwambia hivi ndivyo unasema sasa eda nietee kitu fulani, ng'ombe, durume, nini ukuje. Akakuja. Saidi alikuja akaomba, kisha baadaye akafanya nini? Akapata mtoto anaitwa nani? Isaka ama Isaka. Na baadaye Mungu bado anataka kumuonyesha. Juu pale nilikuwa ninaona ni kama huniamini, huyu mtoto utamtoa tena sadaka. Na yeye hakukataa. Lakini kuna kitu naona sijui kama ni kweli, wa mama mtaniambia tukitoka hapa nyuma ya hema, mtaniambia. Kwa nini mama hakuambiwa na mtumishi wa Mungu ati nimeenda kutoa huyu kijana dhabihu nitamung'ea leo pale juu? Kwa nini mama kale hakuambiwa? Sababu angeweza kukataa. Lakini Abrahamu aliambiwa na Mungu, oya kana kalea gaku ndio kauta igogona ama dhabihu. Nataka kuwahimizia kuambia dhabihu inakuwa important kuliko kila kitu. Hata unaweza funga uombe na ulie na ukode sana, mpaka watu wajuae wewe ndio naombaga sana, lakini hakuna kitu inafanyika. Kawepesi tu tunasikia tu kama mambo mazuri, lakini kuna mambo fulani haifanyiki. There is a spirit of limitation. Kuna vile unakuwa limited, kuna mahali huwezi fika. Lakini the moment unaelewa hii ni madhabahu fulani, ninafaa kuivunja, kuibomoa, ili niweke madhabahu mengine ambayo itaweza kuongea katika maisha yangu. Bwana Yesu asiwe sana. Madhabahu inakuwa important. Hata unaweza tolea bwana yako dhabihu. Si kuleta hata 50 hapa ama 100 ama milioni 1. Si hiyo peke yake. Kuna desturi na kuna kajia ya vile unaweza kutoa ile dhabihu. Hata tumeshiria dhabihu na wabia tu. Hapana. Kuna njia fulani unaweza tumia. Na that's why mtumishi wa Mungu anakuaga pale. Sababu akuelekeze, akuonyeshe. Labda kuna shamba unanyang'anywa. Hiyo shamba unanyang'anywa, ni wewe unafaa kujua nitafanya aje. Utabomoa ile madhabahu inakunyaganyaga. Either ni ya kwenyu, ama ni ya kwa bwana yako, ama ni ya majirani, ama ni waganga. Ama kuna mtu alikuja akachukua mchanga yenyu na akaiombea ama akaifanya kitu fulani. Unajua sisi wa Kristo tunapenda sana kubarikiwa. Touch. Tunapenda sana hiyo mama. Tunapenda sana kuambiwa be blessed. Umebarikiwa. It's okay. Umebarikiwa. Lakini nikuulize swali. Unataka kazi? It's okay. Hiyo kazi utaomba tu upate, si ndio? Na ukienda ukute hii kazi ulikuwa umetafuta imepewa mwingine. Unafaa kuelewa kwamba wakati uliambiwa ya kwamba kuna kazi, ungetoa dhabihu kwanza. Ungebomoa madhabahu kwanza. Ile ilikuwa inafanya usipate kazi. Hiyo ilikuwa inakuzuilia ni madhabahu. Na maana Mungu amekutengenezea kanjia. Unafaa kubomoa ile na uweke ingine, ili ile jambo ulikuwa unataka kufanya ifanyike kwa wepesi. Sema kwa wepesi. Ifanyike kwa urahisi. Bwana asifiwe sana. Madhabahu ni so sensitive hivi kwamba unaweza kuta kuna mambo ilikuwa inafanyika na baba yako, na niligusia siku hiyo nyingine hivyo, ili baba yako alikuwa anafanya hivyo,
na wewe umeanza kushukulia mahali alikufa. Si mnaona saa ingine tunaombea watu, saa ile mtu amekufa, tunaita family hapa tuwaombee, si kweli? Tunafanyaga hivi kwa sababu gani? Kuna maroho ilikuwa na huyu mzee ama huyu mama ama huyu mtu yoyote amezaliwa, kuna madhabahu yako nayo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mkono hivi kama unaelewa maundu mau, thikiriria wega maguteithia maundu maria ogeragira. Sasa unakuta saa ile anazikwa, roho haizikagwi. Get me right please. Roho haizika, roho nduthikagwo ni mundu uthikagwo. Saa hiyo mnamuzika na mumekuja pale kaburini mkiwa wengi, hiyo roho inakujaga hapo. Labda huyo mtu anaitwa Kenothia, lazima ule Kenothia, maana ile nyumba imeenda imekufa na roho inakuaga uhai, haiwezi zikwa nayo. Sasa inakuwa hapo kaburini. Kwa hiyo mazishi mko hapo, inakuaga hapo. Ikiangalia itaingia kwa nani? Nani mwingine anaitwa Kenothia? Haka kadogo ama huyu mkubwa nimeona ameokoka? Inakuaga hapo katika pilika itaingia kwa nani? Si mnaona watu wakitoa tribute za kule umeenda tutakutana tena, waachana na hiyo maneno. Utakutana naye wapi? Labda ameenda na ni mapepo imembeba na ugonjwa fulani, na mtakutana wapi na wewe umeokoka? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa inafaa watu waombewe wakati ule, ijapokuwa watu haelewagi. Baadaye wanafaa kuita mchungaji katika familia yao akuja watolee dhabihu nzuri, si ile ya mazishini. Ile tulikuwa tunafukuza ile pepo isingie kwa mwingine itoke. Lakini hii jamii inafaa baadaye kuita mchungaji wao ili waombee wakiwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Sababu roho haikufagi. Madhabahu inaweza kuwa strong kuliko hata pesa, vile nimesema. Na ndio inafaa, kama kuna mambo fulani huwa inakuzuilia katika maisha yako, anza kupanga vile utabomoa madhabahu. Labda kuna mtu alikuwa anaitwa jina kama hilo lako, kama ule mzee alikuwa anaitwa, ule kijana alikuwa anaitwa nani? Yabezi. Yabezi alikuwa hivyo, hakujua anapitiaga kwa shida. Kwa sababu gani? Kumbe mama yake alimpea jina, maana majina inafanya mtu ndugetwa wa ng'ondu. Elewaga hiyo jina lazima uitole dhabihu. Oni wote iko ng'ondu hakilini rimwe wathaka ombe ng'ondu jiraini hata kutembea sana, naweza tembea sana. Nyagothie naweza tembea sana. Hii jina ya Jabezi ilikuwa inamkulia sababu ina ground ambao ni jina ambayo imeingia kwa huyu kijana anaitwa Yabezi. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba shetani anataka kutafuta mahali ambao ataweza kuingilia. Bwana siwe sana. Angalia hapa tafadhali, achana huko. Shetani anaangalia mahali ataingilia, inaitwa loophole. Hiyo kajia unamtengenezea aingilie, ukipuuzaga tu ataingilia tu. Uko na shana cia kucio thele ihurujukire. Ni shana cia thiko ici ku ciana ciaku ni ciaku ti cia thiko ici. Na tunafaa kusimama na Mungu na watoto wetu na kukataa. Hawatakunywa pombe, hawatakuwa hivi, unakataa either wanataka ama hawata. Saa ingine create kikitu moja, waite wote waambie tunataka tukule hii busi. Tutaita mchungaji akuje atuombee. Hiyo busi mnakula kwa upendo pale, kisha mchungaji awaombee. Kuna madhabahu mnabomoa ili watoto wasimame vizuri. Nadhani yarogosho. Bwana asifiwe. So inafaa kujua madhabahu ni nini. Madhabahu ni hiyo ya kwamba unajaribu kununua kaguo, inashindikana. Unajaribu kununua kiatu, inashindikana. Si kusema tena siku hizi tumekuwa hasura. Hiyo ni maroho, ni madhabahu fulani. Kuna mtu mmoja aliniambia mahali fulani, pastor, utaniombea kwa sababu
Kuna watu waliniombea, ninajua kuna watu waliniombea na ninaona kama walitoa sadaka. Na pastor akikwambia vuja hiyo madhabahu, hata wewe jitolee sadaka. Tumoka madhia madhabahu ine magai ate ni kufuja. Hitiwe serious na ka 50 kana igana. Na ule alitoa 5000. Na wewe unasema nataka kufuja madhabahu. Dudu ukite na magana meri na nyutite. Ungangatharite ule na kulizimu. Sasa ni gani itafika? Tuulize tu kwa uzuri. Si kwa ubaya, kwa uzuri. Ni gani itafika? Hebu nikuulize, twende kwa hogo. Twende kwa hogo. Mtu amekuja anataka kazi. Na amekuja na 5000 kwa mdosi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo wadoma tienda kuigua ikiririe hata kama utaki niseme hiyo ya pesa. Lakini nitasema hivi uelewe. Unataka kazi na tumepanga laini. Moja aigie na 5000 kwa mdosi. Wewe kama hudoe na 5,000. Na wewe uke uihurire hiyo na 50. Nani ataambiwa aingie? Ni nani ataambiwa aingie? Hata kwa Mungu ni hivyo. Hata kwa Mungu ni hivyo. Ikiwa unang'eng'ana pesa za kununua dawa 30, no kaiauga nĩ ndĩrenda ũrute 10,000 nigetha ngũthondokere mũciĩ waku. Pastor nimetaka mbeca mũno. Twara 200. Kwani atalifanya aje? Kwani atadu? Na wewe gũtũũra ari ũguo. Ũkora mũndũ aratũũra ũguo, ũkarigagwo nĩkĩ? Unaona mtu anaishi hivyo miaka mingi sababu ya kupuuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni lazima tuvuje nini? Madhabahu. Madhabahu tukivunja mambo itakuwa sawa. Kama sasa tuna injili. Tunasema tufanya nini? Tunataka tuwe na maombi ya siku mzima kuanzia Monday, kesho, wiki yote, tukuje hapa Friday tumalizie hapa. Nini tunafanya? Tunavuja madhabahu ya ulevi ya huko, ya uganga, ya ushirikina. Bwana asifiwe sana. Ili tukikuja kuanzia tarehe 12 kutakuwa na wepesi wa injili. Tukifika tarehe 16, tarehe 16 kutakuwa na wepesi. Sababu tumevuja nini? Madhabahu kwanza. Bwana asifiwe. Haleluya. Tumevuja nini? Madhabahu. Na tunainua tena ya Mungu. Dennis unaweza kutusomea mahali kingine hapa. Kusoma Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza. Anzia 19. Biblia inasema katika Wafalme wa kwanza 15 mstari wa 19, tumepatana mimi nawe na baba yangu na baba yako. Angalia, nimekuletea zawadi, fedha na dhahabu. Basi nenda uyavunje mapatano yako na Baasha mfalme wa Israeli, ili aniondokee mimi. Hawa ni wafalme walikuwa na vita. Niangalie sasa. Usisome huko kwingine. Ni wafalme walikuwa na vita pande hii na pande hii. Baada ya kuona unashindwa vita, unakaa chini. Ujihesabia mambo yako ni nini inaendelea. Hata kuna ugonjwa wakati mwingine inaweza kukulemea, unakunywa hii dawa, unaombewa, inashindikana. Fikiria zaidi kutoka hapo sasa. Bwana asifiwe. Naomba uniangalie tu utapitwa ukisoma. Utasoma baadaye. Hii maneno ni muhimu. Hivyo
hivyo basi unafaa kuangalia, nimejaribu kuombea huyu bwana yangu ni nini, najaribu kumwombea katika joy. Ni madhabahu ya wapi? Ni madhabahu ya kwao. Na hiyo madhabahu, ama si yako na madhabahu ya kwao, labda ni yeye aliingia. Kuna siku ni utafundisha vile unaweza abukishwa mambo na maroho na mambo mengine, hata kama haiko kwenyu, uone umeabukishwa na umeanza kugojeka magonjwa yenye kwenyu hakukuagi, ama mambo yaanze kufanyika kwako nyumbani yenye unasikia kwingine ikitangazwa, na unaokole kundu kwanyu kwa roho mlimo wa kifafa, na kwenyu katika familia mzima hakuna hiyo ugonjwa inaingia kwenyu. Inafaa ujiite kamkutano kidogo, utake kuelewa mbona kunakuwa na ugonjwa hii na katika familia zetu hakuna. Yabesi hivyo ndivyo aliangalia. Watoto wetu wote wako sawa, hata wazazi wako sawa, marafiki zako wako sawa. Akajiita kamkutano, akaona ni yeye ako na shida, akaenda kwa Mungu. Hiyo ndio inafaa. Akaenda kwa Mungu, akaomba Mungu. Na wakati yale Mungu alimwambia ni hii jina ulipewa na mama yako, sababu ya yale mambo mama yako alipitia, ndio sababu uko na hiyo shida. Enda shughulikia hiyo jina. Kaenda Yabesi, akaenda kashughulikia hiyo jina, akavuja madhabahu ya hiyo maneno isugumzwa, ikasemwa tena. Kuna mtoto mmoja alikuwa haongei kwa rafiki mwingine yangu. Huyu mtoto haongei, akaniambia huyu mtoto haongeagi. Nikamwambia sasa fanya aje? Huyo mtoto anaitwa nani? Nini? Wakati alizaliwa ulisema nini? Wewe tumekosana na baba yake kwa sababu ya mambo fulani. Alafu kazaliwa yeye. Ushaongea tena? Hapana. Nikamwambia fanya aje? Mimi usiniite hapo. Hiyo kazi utafanya wewe. Nikamdirect vile atafanya. Kisha baada nikamwambia aongee na huyo mtoto, na ataongea. Na mwanaosho ni alagia. Huyo mtoto anaongeaga sasa. Sababu ya kuvunja ile madhabahu na kuinua madhabahu ingine. Ile maneno aliongea wakati mtoto alikuwa anazaliwa, aliongea sasa ingine wakati mtoto alikataa kuongea ili aongee, na akafanya vile nilimwambia. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni lazima tunavunja madhabahu na tunainua ingine ile itakuwa ikiongea katika maisha yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana asifiwe. Nafikiri tunashika, kila mtu anashika sasa. Nakibizana na muda. Madhabahu yoyote ambayo unasikia madhabahu fulani, ni lazima kuna ile jambo ilifanya hiyo madhabahu ifanyike. Kwenda kurekereria maundu magekika. Naona mzee mambo yake imeharibika, unaona mama mambo yake imeharibika, mpaka anajiuliza maswali. Ni kwa sababu ya madhabahu. Tujifunze kuvunja madhabahu tafadhali. Jifunze kuvunja madhabahu. Kisha baadaye unamuinulia Mungu. Ni kweli umeokoka, hata mimi nimeokoka. Hata umejazwa, it's okay. Hata umeokobolewa, it's okay. Lakini shetani bado wako duniani. Ama ni nani amefika? Tumefika sasa. Kuna mtu amefika? Bado. Kama ni shule, watoto wetu, unaona mtoto hajuagi kusoma na kuandika. Kuna mambo fulani ilifanyika, sababu si hata yeye amezaliwa kama wengine. Kuna madhabahu inafaa aweze hiyo madhabahu ibomolewe na iwekwe ingine. Kuna mtu anafaa labda anataka kurashia ili apate baraka. Utafanya vile wewe unataka ama vile utaambiwa na wale wadhoni wako? Si utafanya vile utaambiwa? Hata kubomoa madhabahu hakuna shortcut. Abrahamu aliambiwa vile atafanya. Aligojea akasikia, wende utoe ndama moja ushije, na utoe durume ushije, na utoe jiwa na utoe nini, akaambiwa kila kitu akiambiwa. Na alifanya hivyo zote, alitoa zote ili apate mtoto. Na bereni yeye alikuwa naomba, na walikuwa marafiki. Mbona hakuwa amepata? Nikugundua aligundua. Na wakati aliambia Mungu, mimi naona sasa marafiki inaenda zangu nitakufa. Nikujua alijua ni nini nifanyika. Sasa Mungu akamwambia, kama unataka
enda ukafanya nini, ukanitolee hiyo sadaka. Ni kuvunja, alikuwa anavunja madhabahu yale na kujengea Mungu madhabahu ingine, ili hii manukato ikamfikia Mungu, akalilisi baraka. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana asifiwe. So tunafaa zote kila mtu kufahamu niki kibeaga, niki kituthumburaga muciĩ gwitũ. Fikiria, ukifikiria ukijua, tafadhali fanya hii makufanya. Vile mtu anashikao na ugonjwa, unataka haraka haraka abebwe mpaka bereni, ulikuwa unasema huna pesa, mtu agonjeke ama akufe bu. Ole ando meguthia toro. Alikuwa anatoka nje, akaanguka hapo nje. Bu. Mogoka haraka. Hai, kindu kia vitu. Kiaroge. Niki? Mwathani. Muko na mahoya matirakinya. Na ni mora mashada. Na ndaroge. No maitho arakura. Andu megwika atia? Ngarie kiuma nako. No kuga andu ri kindu. Haraka watu wanatafutaga taxi, si matatu. Taxi. Ili abebe Kinuthia, abebe ama Njoroge ama mwingine, apelekwe wapi? Hospitali. Daktari akiandika dawa, huwezi kumwambia usiweke ya pesa mingi. Bwana asifiwe. Situongee tafadhali. Huwezi kumwambia usiandike ya pesa mingi. Unaandika zenye zitaponya Kinuthia, sababu alikuwa hapumui, lakini sasa hilo umemduga sindano wako sawa. Haigiri thatu haria. Chika mukende mwandikire dawa, nene guthi kuhurwo bica. Giritha teigathie. No mbere yo waugaga atiriri, sina kitu. Madhabahu kama hayo inafaa kubomolewa, ili maisha yako itengenezwe vizuri. Nataka tuone, sababu kuna watu, unajua nimewaambia kuna watu wanaingizaga watu katika mambo fulani kwa sababu ya vitu fulani. Niliwaambia mikono hii, unaona, unaweza kuingizwa kitu fulani na ujui. Niwaambia si kila mtu napea mikono yake. Niwaambia hivyo. Si kila mtu. Na kule aramedeta kuhibaniria. Kathirimi. Tigana na andu kuhibagiria. Tigana na andu. Kuhibagiria. Wewe ni sister lazima hawezi kasirika. Bwana siye sana. Hata kama unafurahi sana, siku hizi wachana. Hiyo ilikuwa ya zamani. Hizi watu wamebeba mambo. Wako na mambo huko. Kina wako na vitu wapi? Vitu zao. Mnajitoa amwira. Kuna watu wamefunga huko vitu. Wengine wako na huko. Kuna wengine wako na vitu zingine huko. Naweza fikiri bangu. Lakini imetolewa kafara na ujui. Bwana asifiwe. Pia Bwana Yesu makofi. Ati tono watu kana mundu anyu nani. Ono cio nyitianaga. Mune moko ikinyajui. Ikigodho witu. Hivyo kisha hapo. Hii mambo ya kuibanilia hii. Ulizaliwa naye lakini hujui anaenda kanisa gani ama mnaenda kanisa naye. Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Ni dada kwa hujenge na kana sister watu. Kana naye. Wachana naye. Mwingine atakuhubiria kutoa kanywele. Na kutoka hapo waanze kwenda hivi sababu ya wivu. Kutoa kanywele hapa. Najui ya kunija. Ndio akuwa huko. Nikire hadi atakanyita huko. Saida waganga wanaroga wakiwa hana viatu. Wakiwa na viatu. Na sisi tunaombaga tukiwa na viatu. Ni ustaarabu. Hiyo shamba yako ukitembea bila viatu, inatangaza mambo fulani. Utaona ile mambo itaanza kufanyika. Wewe tugire muthikirije ni ngumuhe horo muthi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenda Ezekieli Ezekieli 13. Tusome kuanzia ngapi? 17.
Biblia inasema katika Ezekieli 13 mstari wa 17, na wewe mwanadamu, kaza uso wako juu ya binti za watu wako, watabirio kwa akili zao wenyewe, ukatabiri juu yao, useme, Bwana Mungu asema hivi: ole wao wanawake wale washonao hirizi katika viungo vyote vya mikono, wawekao leso juu ya vichwa vya kila kimo, ili wawinde roho za watu. Je, mtaziwinda roho za watu wangu na kuzihifadhi hai roho zenu wenyewe? Kisha tu hapo kwanza. Acha turudie. Ezekieli 13:17. Mwigua irizi. Mwigua mtu akiwa na irizi. Nasikia mambo ya irizi. Ndio hii. Na wewe mwanadamu, kasa uso wako juu ya binti za watu wako, watabirio kwa akili zao wenyewe, ukatabiri juu yao. 18, useme, Bwana Mungu asema hivi: ole wao wanawake wale washonao hirizi katika viungo vyote vya mikono, wawekao leso juu ya vichwa vya kila kimo.
akili, mambo yake ikaandika yote. Ilibidi arudi nyumbani. Unaweza ona mtu akitaka kitu, afadhali auze shamba yake. Afadhali auze shamba yake ama plot yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Afadhali auze shamba yake ili aweze kufanya hilo jambo. Ndio tukate nina imani. Tunafaa kuwa na hekima bwana. Tukikuwa na hekima hatutapotea. Lakini tukifanya kama watu wengine, tutakaa mahali pamoja tu mataini. Unaona hawa wanaweka maisi katika viungo vyao ili waharibu watu, ili watoe watu katika njia za Mungu. Kukuta watu mtu alikuwa mzuri. Hata hii maneno ya Mungu, mtu anaweza kuwa na wivu zaidi, aone unaendelea vizuri, aone unasimama vyema. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ngie mkono. Uone labda ule mtu ambaye hajaokoka anajua njia, lakini mimi ambao nimeokoka, shida tu nikiinua mikono, asema Bwana, asema Bwana, asema Bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tujaribu kuangalia maisha yetu. Hata kwenye unatembea naye kuangalie sana. Nikimaliza ndio kusema kwamba ni vyema kuangalia hata kwenye mnatembea naye. Ondosho kwa haya kana. Oloigo ya haya. Bwana asifiwe. Amen. Oloigo ya haya. Awa tashiwo hiyo. Chitu. Chitu. Wewe ni kwa mara kwa maana ni wewe. Ndio ndio mokora kwa anya. Ukabukisho na wewe bigate. Amen. Amen. Wewe, ukikateleko yake unaamini. Nieti mawa moja ndio hata kama ni nani. Mimi siambie kila mtu amen. Hata kama ni nani. Hapo mmeelewa mimi nimesema. Haya mwana, ndio video. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Si kila mtu onanio kigwa kizurute kati. Hati udogo ukienda wako huko ni. Usiseme yale. Sikiliza sana. Nikomaliza na maliza. Nikisema maombi yoyote inaombwa na hujajua imesema nini. Don't say amen. Because utaabukishwa mambo fulani ama utaingizwa kwa mambo fulani yenye wewe hujui. Wala ni roho. Bwana asifiwe sana. Unajua na watu wanapenda sana kuitisha mkono. Tunapenda sana kuambia mtu. Kitu kienda inaishi. Oh, achira hii. Achira hii. Ile kitu kienda hiyo achira hii. Na ndio hiyo kwa kabia kwa. Achira hii mbele. Wani ana mkoa makuu. Ni yule huyu. Na labda huyo ni mmoja hapo na ilisi, lakini sababu yako na gombe. Lakini kwa sababu yako na kitambaa. Lakini haleluya. Lazima tujijue Bwana. Bila kwa kama kile yake ole au yuko ole yake watoe. Bila kwa uraika ole ya kama uraika bila kwa kama uraika ole ya uraika ati kama uraika kile ni kama Bwana asifiwe sana. Kuna mtu alikuwa na mtu ulisikia mahali ati anaombea naye. Ati mmoja kama ule ati. Dada, hiyo shida. Dada. Mimi nimetoka nisikie kidole na niuma sana. Sijui na nini. Unaweza kuniombea? Mpaka watu wanabuka appointment. Waende waombe huko nyumbani. Mimi nina swali na sina ubaya. Jumeenda nyumbani kwa huyu mtu akakuombea. Anaamini nini? Unaenda kumenya wewe na ngomania kwa nia Mungu. Unajua hata shetani anajua kufanya mtu ili umwamini. Bwana asifiwe.
Hata shetani anajua kuponya mtu ili umwamini, sababu anajifanya malaika wa nuru, lakini malaika wa giza, na hakunyang'anywa ukubwa yake, hakunyang'anywa mamlaka yake. That's why ana mwili kama mimi. Sasa anaingia ndani ya mtu, anamtumia huyo mtu akiwa kama chombo, na especially uokoke wale wanaonekana wameokoka sana. Those people ujiangalie sana. So hata kama unaona mtu anakuja kutoka akiwaka moto, utulalie madu haraka. Jua siku hizi na za mwisho wapendwa, na afadhali kuambia kwa ukweli kuliko kupeleka kwa hiyo injili ambayo ni ya meza nane. Ati unaambiwa utabarikiwa, utainuliwa ukifanya nini? Utabarikiwa ukifanya nini? Lazima tubomoe madhabahu kwanza ambayo inaweza kutusumbua, ili tuinulie Mungu madhabahu mengine. Amen. Ambayo itaweza kutusaidia kupiki na kuendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana nilikuwa kumio. Amen. So tukiweza kusimama na tukiweza kukaa kwa Mungu, ni lazima tujue kanuni za vile unaweza pata baraka na vile unaweza ku maintain your blessings. Bwana asifiwe sana. Vile unaweza ku maintain nini? Na kama kuna level hujafika, please unajua unaweza fanya upiki uendelee zaidi. Unajua unaweza tumia. Bwana asifiwe. Niseme ama nisiseme sasa hivi? Basa imeenda sana. Ukitaka Mungu akuinue kwa level nyingine, ukiwa mtu wa Mungu, umeokoka, labda kuna kipao uko nayo wewe. Watu wengine wapenda sana kusema ati waliniombea kipao yangu ikaisha. Wewe gundua siri bwana. Gundua nini? Pia jamii yako gundua siri. Vile walifanya, sasa kufanya kwa Mungu. Ungejitetea. Vile kama walifanya kwa shetani, sisi tufanye kwa Mungu. Haya, ikiwa walifanya kwa Mungu, Bwana asifiwe sana. Si hata si huyo Mungu si adui yetu. Si tuende kwake na sisi. Tumwambie walifanya hivi kwa sababu na hivi. Tumekuja kwako utusaidie. Na kama walipeana ng'ombe, hata wewe peleka ng'ombe na upeleke juu ya ng'ombe, upeleke nini? Kabusi ama kitu kingine juu yako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ndio hapo mtakulia hamako. Ndio nimekwenda kumenya ndio kuba. Wakati kama walipeana 100 na wakakuweka down, wewe peleka 150 ili uinu. Nikimaliza niliwaambia kitu kingine, sijui kama mnakumbuka. Wale watu wetu, marafiki zetu, unawafahamu? Hao bado wa Ishmaeli unawafahamu? Mnawajua? Hao watu wa ule ajuta mwambie Mungu aligania na yeye na nani hao? Hao watu mtu atatajirika. Na tafutaka mtu mmoja kwa nyumbani. Ndio wetu wakati kuna ndio tuwe. Karonuka mwata. Eta watu au tu gete nisimara kutoka na family yao. Mariana kana gaka wa wainga. Kana yano. Kama kene kali kwa ile karuka. Akani yano kwa karuka. Na makagiotoka. Mmenishika? Makaya nani? Kaya notoka. Wanakuwa na nyumbani na anakuwa sawa. Wakitaka pesa nyingine, unajua hajui, anaenda tena kule tena kwa ile madhabahu. Wanaweka agreement nyingine kama ya mwaka moja. Milioni nyingine. Ndio jamaa kwanza wao yapinga. Kayo hivi. Nini ani huko? Huko ni kwa Kristo ndeka wana matinenya. Ndio hapa pekora tana ndo taramenya.
Bwana ni amwega. Akiwa kanitha ya hali ya roho. Ujui vile anafanya. Bwana asifiwe sana.